Jambo wapendwa katika Bwana, tunawasalimu katika pendo la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yetu kwamba nyote ni wazima wa afya, na hivyo tumeshukuru Mungu kwa kupata fursa hii na kibali tena cha kuja mbele yenu kulisema au kuzungumza maneno mawili yanayohusu wokovu au yanayohusu Mungu. Bwana asifiwe sana. Na maneno haya tunapenda sana Roho Mtakatifu atusaidie ili yawe neno la Mungu. Na hivyo tunaamini kwamba tutazungumza neno la Mungu na Roho wake Mtakatifu atakuwa pamoja nasi kuzungumza yale ambayo Mungu alitaka kanisa lijue. Bwana asifiwe sana. Kanisa, mkusanyiko wa watu wa Mungu au waaminio katika Yesu Kristo. Basi hilo ndilo kanisa ambalo Mungu kuna jambo amekusudia lijue. Hivyo ndugu zangu wapendwa, kabla hatujasema neno lolote, ngoja kwanza na tualike uwepo wa Bwana, kisha tutaenda na mambo mengine. Tunakushukuru Yesu Kristo, asante kwa neema, asante kwa uwezo wako na nguvu ambazo umetupatia kibali na kutujalia kufika wakati kama na huu. Nena nasi, ongea nasi, mwenyewe upate kutubariki, karipia, onya, kemea, elimisha. Nina imani utafanya hivyo kwa uweza wa jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuyaamini haya. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa sana. Leo kuna mambo mawili ambayo tutayazungumzia. Jambo la kwanza litakuwa linahusiana na uchungu moyoni au hasira ya moyo. Yaani hasira ambayo mtu mwingine anamkwaza mwingine mpaka yule aliyekwazwa anafikia na hasira. Tutaongelea hiyo hasira ya moyoni. Na jambo la pili tutaongelea wivu, ambao mtu anafanya jambo mpaka unamuonea wivu. Hayo mambo mawili tutayaongelea kwa ufupi kidogo, lakini ni mambo ambayo mpaka leo yanatesa kanisa. Bwana asifiwe sana. Na hivyo andiko letu kuu tutasimamia kwenye kitabu ni cha Ayubu. Ayubu mlango wake wa 5 na aya yake ya 2. Tutasoma aya ya 2 hapa peke yake kwenye mlango wa 5 wa kitabu cha Ayubu. Biblia yangu tafsiri ya neno nasoma kwa msaada wa Yesu Kristo. Biblia inasema hivi: kuweka uchungu moyoni umuua mpumbavu. Kuweka uchungu moyoni umuua mpumbavu, nao wivu umchinja mjinga. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona hapa mambo mawili. Uchungu moyoni ni kitu kinachomuua mpumbavu, na wivu ni kitu ambacho kinachinja mjinga. Kwa hiyo yeyote ambaye ana wivu, Biblia inamtambua huyo mtu ni mjinga. Kwa hiyo ukimuonea ndugu yako wivu, au ndugu yako ikiwa na kuonea wivu, nikimaanisha ndugu sio mpaka uliyezaliwa naye tu, yaani jirani yako au mtu mwingine yeyote, pale anapokuonea wivu, huo ni ujinga. Huenda ni ujinga wa maarifa ya kutafuta awe kama wewe, huenda ni ujinga wa namna yoyote wa kutokumjua Mungu, ni ujinga. Lakini mtu anayeweka hasira moyoni mpaka inamzalia uchungu moyoni, huo ni upumbavu na anakufa huyo mtu. Maana kuweka uchungu moyoni umuua mpumbavu. Bwana asifiwe sana. Sasa neno mbaya hapa ni mpumbavu. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba iweni na hasira ila msitende dhambi. Iweni na hasira ila msitende dhambi. Na Biblia ikaweka kikomo cha hasira, kwamba waweza ukawa na hasira lakini hasira hiyo isifike kuchwa. Kwa hiyo kama ni asubuhi, usifike na hiyo hasira jioni. Kama ilikuwa jioni, usiamke nayo asubuhi hiyo hasira. Kwa hiyo ikizidi hapo, umeiweka moyoni, kwa hiyo wewe ni mpumbavu, na hiyo hasira inaua wapumbavu. Sasa neno mbaya ni mpumbavu. Ni vibaya sana mwana wa Mungu. Ni huzuni sana, ni tabu kubwa, ni hole kubwa mwana wa Mungu, Biblia kukuita mpumbavu. Kwa sababu
Mpumbavu ni mtu anayekataa uwepo wa Mungu. Ukisoma kitabu kile ni cha Zaburi ya 14 na aya ya kwanza, mpumbavu husema moyoni mwake hakuna Mungu. Kwa hiyo mpumbavu ni mtu anayekataa uwepo wa Mungu. Mpumbavu ni mtu anayekataa kumilikiwa na Mungu. Mpumbavu ni mtu ambaye anaendesha mambo yake. Mpumbavu ni mtu ambaye hajui chochote kuhusu Mungu na hataki kujua. Kwa hiyo hataki kusikia na hataki kujua. Sasa mtu anayeweka hasira moyoni, anachunga hasira moyoni, ni mtu asiyejua uwepo wa Mungu. Ni mtu asiyejua uchaji wa Mungu. Ni mpumbavu mtu wa namna hiyo. Bwana tuhurumie sana. Sasa ndio maana Biblia inatuonya, inatupatia hekima kwamba tusiwe na hasira kutwa. Tusiweke hasira ndefu katika mioyo yetu. Bwana tusaidie sana. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha, tusome hapa Methali mlango wake wa 12 na aya yake ya 16. Methali 12 na aya ya 16 inasema, mpumbavu huonyesha kuudhika kwake mara moja, bali mtu wa busara hupuuza matukano. Kuna watu akitukanwa tu, na hapo anaonyesha hasira yake, na hapo sio kuonyesha hasira yake kwamba amekunja uso. Hapana, maana kuna watu wengine nyuso zao ni serious. Kuna mtu mwingine uso wake umekaa umekunjamana, yuko serious muda wote, yaani si kana kwamba amekasirika. Mnaweza mkacheka, yeye asicheke, na ni kitu cha kuchekesha, lakini yeye acheki kabisa kwa sababu uso wake umejikunja hivyo. Sio kuonyesha hasira kwa namna hiyo. Kwa hiyo mpumbavu ni mtu ambaye akitukanwa au akifanyiwa jambo lolote huonyesha hasira yake. Yaani hasira yake lazima ionekane, lazima afanye kitu chochote, achukue hatua kufuatana na kile kitu. Yaani afanye action, afanye tukio ili kuonyesha ameudhika, amekwazika. Lakini mtu mwenye hekima ndiye anayeweza kujizuia. Na hekima ni tunda la Roho. Hekima ni jambo ambalo mtu hupewa na Mungu. Hekima ni Roho. Ndiposa hekima ya Sulemani ilitoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hekima ya Sulemani ilitoka kwa Mungu. Hata Danieli, kwa sababu ya uchaji wa Mungu, ndio maana anasifiwa katika hekima. Mungu anamsifu Danieli. Lakini hekima hiyo haiji bure, inakuja kwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo anataka kutuambia hapa mwandishi wa kitabu hiki, neno la Mungu linatuambia hapa kwamba hekima, yaani watu wa Mungu hawakasiriki haraka, hawafanyi action, hawafanyi tukio wanapokwazwa na watu. Bwana tusaidie sana. Wanapokwaza na watu, wao hujizuia kwa sababu ndani yao kuna hekima. Lakini wasioweza kujizuia ni wapumbavu, kwa sababu wao wana sheria yao mikononi mwao. Hawajui uwepo wa Mungu wala hawajali uchaji wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Ni hole sana kuona kwetu kanisani kuna watu wa namna hii. Kama makanisa mengi yamevunjika ni kwa sababu watu wamekwazana, baraza wamekwazana. Sio eti ni jambo ambalo Biblia inasema msifungwe nira na wasioamini. Biblia imekataa kwamba hakuna uhusiano wa giza na nuru. Biblia imekataa kwamba tusifanye ibada ya sanamu. Lakini kuna watu wanatengana sio kwa sababu ya hoja zozote katika hizo. Ni kwa sababu ya kushindwa kudhibiti hasira. Anafanya tukio. Ni kwa sababu ya kushindwa kujizuia, anaamua kufanya tukio. Bwana tusaidie sana. Na huo ni upumbavu. Huo Biblia inasema ni upumbavu, na upumbavu, kuweka uchungu moyoni, umuua mpumbavu. Biblia inapozungumzia kifo, sio tu kifo cha mwili, pia kuna kifo cha kutengwa na Mungu milele. Maana kifo ni kutengwa. Maana halisi ya kifo
ni kutengwa na uhai. Kutengwa na uhai. Wale wanaokufa hawajui neno lolote kwa sababu wametengwa na uhai wa dunia hii. Wametengwa na uwepo wa vitu vya dunia hii. Kwa hiyo hawapo, lakini Mungu ajua wako wapi. Ndiyo maana Yesu anasema atawaamsha. Parapanda italia, walio makaburini wataisikia kwa sababu wamelala, na ndipo wataamka. Lakini kwetu sisi wamekufa, hawapo. Bwana sifiwe sana. Sasa kifo cha pili ni kutengwa na Mungu milele. Biblia inaposema kwamba kuweka uchungu moyoni umuua mpumbavu, inaleta maana kwamba ni kujitenga na Mungu, ni kufa. Kwa sababu unakufa ni kumkataa Mungu. Bwana sifiwe sana. Haiwezekani mtu wa Mungu aweke uchungu moyoni. Kwa sababu ya nini? Mtu wa Mungu ni mtu wa msamaha. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura yake ya 6 na aya yake ya 12 ni sala ya Bwana hii ambayo kila Mkristo anaijua na anaikariri. Fungo za kukariri: utusamee deni zetu. Wamoja wanaenda hivyo, wengine wanasema utusamee makosa yetu kama jinsi tunavyowasamee waliotukosea. Kwa hiyo mtu mwenye uwepo wa Mungu haweki hasira mpaka jioni, isipokuwa anasamehe makosa ya watu wengine, kwa sababu ndiyo ombi lake kwa Mungu, ndiyo sala yake kwa Mungu, kwamba Mungu amsamehe kadiri na anavyosamehe. Ndiyo maana Yesu anafafanua, ukishuka hiyo Mathayo 6 na aya yake ya 14 na 15, msiposamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni hatawasamehe ninyi. Mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni hatawasamehe ninyi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mwana wa Mungu, hawezi kaa na hasira mpaka jioni, kuweka huo uchungu moyoni mwako. Fulani amenikosea, fulani amenifanyia hivi, fulani. Kuna watu wengine ni Mkristo, anasali kwenye kanisa hilo hilo, lakini humo ndani ya kanisa kuna watu asemi nao, asalimiani nao, azungumzi nao, kwa sababu ana uchungu wa mambo waliomsemea, ana uchungu na mambo waliomfanyia, ana uchungu na mambo wanaomtangazia, ana uchungu na mambo wanayoyafanya, anashindwa kuongea nao, hana uchungu moyoni. Biblia inasema hivi, kuweka uchungu moyoni umuua mpumbavu. Bwana kusaidie, Bwana nisaidie, Bwana tusaidie sana. Tuchunguze katika maisha yetu, ni wanani tuliowashika katika uchungu? Ni nani ambayo hautamani hata kumwona? Ni nani ambaye ukimwona unasikia kusononeka? Ni nani ambaye ukimwona unasikia kwamba maumivu? Ni nani huyo? Chunguza katika moyo wako, mwana wa Mungu, maana kumwekea mtu huyo kikwazo ni kukua wewe mwenyewe. Maana Mungu angekuwekea kikwazo, na wewe umevaa picha halisi ya Mungu. Wewe ni mtaji, ni balozi, ni wakili wa utukufu wa Mungu katika dunia hii, ni wakili wa Mungu katika dunia hii. Sasa Mungu angekuwekea vikwazo, ungeishije? Mfano wa Kristo kwa watu ndani yako uko wapi? Yaani watu wakuone kama Paulo anasema, si mimi bali Kristo ndani yangu. Watu wakuone wao, wamuone Kristo. Kuko wapi wakati kuna watu ambao umewawekea uchungu, hauwezi kuongea nao? Bwana tusaidie. Chunguza katika maisha yako. Biblia inatuambia kwamba kuweka uchungu moyoni humuua mpumbavu, na ni mpumbavu tu ndiye anayeonyesha hasira zake upesi. Ni mpumbavu ambaye anaonyesha hasira zake upesi. Akikwazwa, akikasirika, yeye anafanya action. Kuna mtu akikwazwa hapo anasema, mimi na wewe mpaka kwenye kaburi hatutawahi sema. Na kanisa naingia, na zaka na sadaka natoa. Ndugu yangu, unajiua, unajiangamiza. Huo uchungu unaoweka moyoni utakuwa.
Kuna ndugu na ndugu hawasemezani, kisa uchungu, wenda mali ya urithi, wenda mambo fulani, hawasemezani. Kuna watu wanashindwa kusemezana kwa ajili ya vyeo vya kanisa. Vyeo vya kanisa, watu wanawekeana uchungu, wanashindwa kuongea. Utakufa, huo ni upumbavu. Hacha, utakufa. Kuweka uchungu moyoni kuna muua mpumbavu. Bwana tusaidie sana. Na wivu umuua mjinga. Wivu, kuna watu wa Mungu wana wivu. Yaani wana wivu, hawataki kuona wengine wanaendelea katika huduma. Hawataki kuona wengine wanapanda katika karama. Hawataki kuona wengine wanaendelea. Hawataki kuona wengine wanafanikiwa, wanajenga, wanaendesha, wanamiliki. Yaani wana wivu. Na huo wivu umchinja mjinga. Wivu unamchinja mjinga. Kuna watu wanaamua kuuliza madawa kwa waganga wa kienyeji, wachawi wa kienyeji. Wanauliza dawa za kufunga bahati ya mtu mwingine. Wa siku hizi wanasema nyota. Kisa wivu, na kanisa anaingia. Kuna watu wanadiriki kuchukua uchawi kwa sababu mtoto wa fulani aliolewa, ndoa ya fulani inaenda vizuri, na huyo anajiita ameokoka. Unajichinja. Sikia mwana wa Mungu, tusome kitabu hiki. Wagalatia. Kitabu cha Wagalatia mlango wake wa 5 na aya kuanzia 25 mpaka 26. Biblia tafsiri ya neno na nukuu. Nasoma kama ilivyoandikwa kwa msaada wa Yesu, inasema: kwa kuwa tunaishi kwa roho, basi tuenende kwa roho. 26. Tusijisifu bure, tukichokozana na kuoneana wivu. Tuenende katika roho. Wewe ni mtu wa kiroho. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Na ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yetu, sasa sisi hatutafuata tena mwili, tunafuata roho. Na anasema wale walio na roho wa Mungu ndio watoto wa Mungu. Kwa hiyo kama wewe ni mtoto wa Mungu, aufuate tena mwili, unafuata roho. Tusijisifu bure, kuoneana na kuoneana wivu. Tuache mambo ya wivu, maana wivu unamchinja mjinga, utakupeleka pabaya. Usimwone mwenzako anaendesha, fanya jitihada na wewe uendeshe, na ukishindwa muombe lifti. Bwana tusaidie sana. Ukishindwa kuendesha muombe lifti. Sio mpaka umwone wivu. Hata akikunyima mwana wa Mungu, mbariki. Mbariki huyo mtu. Mungu akubariki ingawa akunipa. Mbariki, muombe kwa Mungu amuongezee vingi, amuongezee magari mengi. Hacha wivu. Wivu inamchinja mjinga. Mwenzako ana karama ya kuimba, muombehe. Mwenzako ana karama ya uchungaji, muombehe. Mwenzako ana karama yoyote, usione wivu. Tulianza naye, amefika hapa, mimi nimebaki hapa. Sio hoja yako, hoja yako ni kumuombea. Hacha wivu, kuna mchinja mjinga. Chunguza ndani yako, ni vitu vingapi unavitafuta hauna, na kwa sababu mwenzako anavyo unaona wivu. Huenda unatafuta kuolewa, ndugu zako wengine wote wamekwisha kuolewa, majirani wameolewa. Hacha wivu. Huenda unatafuta kuoa, hacha wivu. Huenda ndoa yako iko vingine, hacha wivu. Maana wivu inamchinja mjinga. Bwana tusaidie sana. Usiwe mjinga. Kuwa sasa na maarifa. Pata akili kutoka kwenye neno la Mungu. Nini cha kufanya? Ikiwa mwenzako amekukwaza, ikiwa umekwazika kwa ajili ya mambo mengine, ikiwa hata unamuonea mwingine wivu, tubu. Tengeneza. Tubu. Tengeneza. Na Mungu anasamehe. Bwana tusaidie sana. Mungu anasamehe. Kuna jambo la kufanya hapa. Yesu anatuelekeza jambo la kufanya kwa watu wenye hasira, maana kuweka hasira
kwa makwazo ni upumbavu, na mpumbavu ndiye anayesema hakuna Mungu. Upumbavu ni jambo lisilo nzuri kwa mtoto wa Mungu. Ngoja tusome hapa tunasoma kwenye kitabu cha Mathayo mlango wake ni wa 18 na aya kuanzia ya 15. Biblia inasema hivi: kama ndugu yako akikukosea, nenda ukamwonyeshe kosa lake. Nenda ukamwonyeshe kosa lake. Kati yenu ninyi wawili peke yenu, kama akikusikiliza, utakuwa umempata tena ndugu yako. Mwenzako amekukosea, mfikie huyo ndugu. Sio kuna watu wana viburi, ndio maana ni ujinga, ni upumbavu tu. Yeye ndo amenikosea, siwezi nikamwendea. Yesu hajasema hivyo. Kama wewe ndio umekosewa, mtoto wa Mungu, ukikosewa wewe unamfuata aliyekukosea. Ukikosea wewe unamfuata uliyemkosea. Mtoto wa Mungu ni mtu wa msamaha. Ni mtu anayeishi kwa msamaha, kwa kusamewa na kusamehe. Ndio maana Yesu anasema mwendehe, umuombe msamaha, umwambie hili na hili na hili limeniudhi, limenikwaza. Akitubu, akitengeneza, akikubali, unamrejesha ndugu yako. Anarejea ndugu yako. Mwendehe kabisa. Petro akauliza, ndugu yangu akikosa ni mara ngapi? Je, ni mara 7 tu? Yesu akasema, sijasema mara 7, ila 7 mara 70 kwa siku moja. Mwendehe ndugu yako. Anaendelea anasema 16, lakini kama hata kusikiliza, nenda na mtu mwingine mmoja au wawili, ili kila neno lidhibitishwe kwa ushahidi wa mashahidi 2 au 3. Peleka na wengine. Ndio maana katika mila yetu, mtoto akikosa, wakimshauri sana na baba yake na mama yake, wakati mwingine wanawaita wajomba zake, njoo kwanza mkamshauri mpwa wenu. Mwendehe hata na watu 2 3. Baada ya kuona ni mara 2 mara ngapi, mara nyingi umemwendea kumwambia hichi kitu unachokifanya si kizuri, hichi kitu si kizuri. Kama hataki, peleka hata watu 2 3 wakamshauri, umwambie ndugu, hiki kitu unazidi kukifanya, kinaudhi, kinakera, kinaumiza. Asipokusikia tena, maana wale watakuwa mashahidi. Biblia inasema hivi 17, kama akikataa kuwasikiliza hao, liambie kanisa. Naye kama akikataa hata kusikiliza kanisa, basi awe kwenu kama mtu asiyeamini au mtoza ushuru. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe yule uliyemwekea uchungu moyoni, uishafanya hatua ngapi? Kwanza hapa Yesu hajasema uwe naye na uchungu moyoni. Nenda mara kadhaa. Hakukubali peleka watu, hakukubali ambia wachungaji, ambia kanisa, wamshauri. Akikataa kwa kanisa, muone tu huyu mtu hajaokoka, ni mtenda dhambi tu. Wewe unamsamia. Ndio maana Stefano anapigwa mawe, anasema, Bwana usiwalaumu kwa kosa hili, maana wajua litendalo, ni mtenda dhambi tu. Ni lazima umsamehe, maana unapomsamehe ndiyo maisha ya mtoto wa Mungu. Umekwisha kujua huyu ni kama mtu hajaokoka. Ajalishi anaingia kanisani, muone huyu ni sawasawa na mtoza ushuru na mtu mwenye dhambi. Hajaokoka, hajapata kumjua Kristo. Maana Kristo ni mtu ambaye anataka upatanishi. Sasa kwa nini mimi au wewe, kwa nini sisi watoto wa Mungu tumekuwa na visasi ndani ya mioyo yetu? Kwa nini sisi watoto wa Mungu tuwe watu tuliyekuwa na vinyongo ndani ya mioyo yetu? Hiyo ni dhahiri kwamba sisi tunaujenga upumbavu, na upumbavu huo utakuja kutuangamiza. Maana upumbavu, kuweka uchungu moyoni, umuua mpumbavu. Bwana tusaidie sana. Ndugu yangu mpendwa,
Haya mambo mawili hayatakiwi kwa watoto wa Mungu. Ni mengi kama na haya, lakini haya mawili tuliyoyasema, ambayo ni wivu. Mtu aliye na roho wa Mungu sio mtu wa machokozi na kuoneana wivu. Biblia imekataa. Mtu wa roho wa Mungu hana wivu, tusioneane wivu. Kuchokozana na kuoneana wivu imekataa Biblia. Aliye mtoto wa Mungu hawezi kuwa na vinyongo na visasi, maana mtoto wa Mungu ni mtu mwenye hekima, na mtu mwenye hekima upuuzia matukano, upuuzia mambo hayo, upuuzia vitu hivyo. Na anapopuuzia, Yesu anasema kwamba anaona watu hawajaokoka, mwishowe anawaombea msamaha, anawaombea yeye mwenyewe, anawasamehe na anawaombea wapate kuhurumiwa na Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana. Ndugu yangu mpendwa, haya mawili siku ya leo tumeona ni vema tuwajulishe nanyi kama Roho Mtakatifu alivyotusaidia kuyajua. Chunguza ndani ya moyo wako, kitu gani ambacho unakionea wivu kwa jirani yako? Kitu gani ambacho jirani yako unamwonea wivu nacho? Ni kitu gani? Je, ni mali yake? Ni vitu anavyomiliki? Ni watoto? Ni familia yake? Ni kitu gani ambacho unamwonea wivu? Usije ukajichinja, maana hicho kitakuchinja wewe mjinga. Wewe ni mjinga uliye na wivu. Jichunguze ndani yako, ni nani uliye na kinyongo naye? Ni nani ambaye una kisasi naye? Ni nani ambaye una hasira naye ndani ya moyo wako? Jichunguze ya mambo mawili, yasiwe njia pana ya kuingia jehanamu, maana ni vitu vinaangamiza. Mtu akichinjwa, uhai unaondoka, na wivu unamchinja mjinga, uhai unaondoka. Kukutana na Mungu hakuna, uzima unaondoka, uhai wa milele unaondoka, maana amechinjwa. Na ni kazi ya shetani, huja kuiba, kuchinja na kuharibu. Shetani huja kuchinja na kuua na kuharibu. Yesu alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe na hotel, Yohana 10:10. Na pia kuweka uchungu moyoni kunaua mpumbavu. Pia tena ni kifo, ni kuukosa uzima wa milele. Mungu atusaidie sana. Na fikiria umepata kusikia. Ngoja na tuombe. Asante Yesu Kristo, asante kwa kibali na nafasi. Tunakushukuru tena kwa kusema nasi mchana, usiku, asubuhi, jioni ya leo. Pewe sifa na shukrani, maana ndivyo ulivyo, watosha wanea. Bariki mama huyu, bariki dada huyu, bariki baba huyu, bariki kaka huyu ambaye amelisikia neno la Mungu. Asante, maana neno hili litatufanya kupiga hatua njema katika ufalme wa Mungu. Nina imani neno hili litatujenga na shetani atapata nafasi kulipokonya. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Tunashukuru sana mnavyosambaza ujumbe wa Mungu kuhubiri pamoja nasi. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana sana sana. Tunashukuru. Na tutazidi siku nyingine kwa maombi yenu inatupatia nguvu ya kusimama tena. Tutashukuru sana, na tunashukuru sana kama tutadumu katika usahihi wa neno la Mungu, ili tukutane mbinguni. Siku moja tutakutana na Yesu. Mungu awabariki. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Tutazidi siku nyingine, Mungu akitupatia kibali, katika jina la Yesu. Amina.